Imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Biblia ya Kiingereza ukisoma New King James Version inasema faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kwa tafsiri ya haraka ni kwamba imani ina mambo mawili. Biblia inazungumzia pati ya kwanza, imani ni taraji, ni lile hope. Ukizungumzia taraji unazungumzia suala la neno, kwa sababu sisi taraji letu ni neno la Mungu. Wapi imeandikwa taraji ni neno? Warumi 10:17 inasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo na maana kumbe chanzo cha imani ni neno, ni kusikia neno. Kwa hiyo taraji, kwa maana nyingine, taraji lipo kwenye neno. Lakini pati ya pili, the evidence of things not seen, ina maana imani ni kuwa na ushahidi wa mambo, ni bayana, ushahidi wa mambo yasiyoonekana. Kwa tafsiri rahisi, ukisema mimi nina imani, imani maana yake ni kulichukua neno la Mungu ambalo ni taraji, 100% kuliamini, lakini uwe na ushahidi. Wewe inatakiwa uwe na ushahidi, kile kitu ambacho hakipo uwe na ushahidi nacho kipo. Kama vile mtu anavyoitwa mahakamani anaambiwa tuletee ushahidi, na mtu mwenye imani anatakiwa uwepo ushahidi. Yaani kwa kile chochote unachokiamini kinatakiwa kiwe na ushahidi. Maana yake ni kwamba kiko kitu unachokiamini kinatakiwa kiwe na matendo. Ukisoma kitabu cha Yakobo 2:17-19, nionyeshe imani yako pasipo matendo na mimi nikuonyeshe imani yenye matendo. Kwa hiyo kama namwamini Mungu kwa habari ya kazi, cha kwanza natakiwa nijue neno la Mungu katika eneo la kazi. Neno la Mungu linasemaje? Neno la Mungu linasema asiyefanya kazi asile, kwamba Mungu tayari ameshaweka kazi yangu. Kwa sababu tumaini letu lipo kwenye neno. Imani unatakiwa ulichukue neno, uliamini 100%. Andiko la pili linasema hivi, Zaburi ya 90:17, kwamba Mungu uzuri wake uko juu yetu, naye anazithibitisha kazi za mikono yetu. Kwa hiyo ninalo andiko la pili. Kwa tumaini langu la pili lipo kwamba Mungu amethibitisha kazi za mikono yangu. Swala la pili, kwa sababu imani ni ushahidi. Kwa hiyo jambo la kwanza ni neno la Mungu. Nina neno la Mungu tayari, nimeshamwamini Mungu tayari, ninalo neno la Mungu tayari. Kwa hiyo upande wa pili inahitajika ushahidi. Sasa watu wengi wanasema wana imani, wanaishia pati ya kwanza. Pati ya pili inasema faith is the substance of things hoped for, the evidence of things. Hii pati ya evidence of things not seen. Kwa hiyo natakiwa niwe na ushahidi wa kitu kisichoonekana. Sasa imani inatakiwa iapply na ushahidi, na ushahidi ni matendo. Kwa hiyo mimi nitakuwa na ushahidi kwamba wewe una imani katika eneo la kazi. Kama neno linasema asiyefanya kazi na asile, na wewe kesho utaamka asubuhi, utaandika barua za kwenda kuomba kazi. Kwa ni lazima uwepo na ushahidi. Yesu alisema kwamba yeyote atakaye uambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, asione shaka moyoni mwake, bali aamini. Ni mlima gani ambao unaupitia sasa hivi? Huo mlima unaoupitia sasa ni wakati wa kuapply imani. Kama mlima ni afya, tafuta neno linalohusu afya, alafu liambatane na ushahidi. Kama ilikuwa ni changamoto yoyote, labda wameshasema sasa hivi kwamba katika uzao wako haupati mtoto, neno la Mungu linasemaje? Linasema kwamba hapata kuwa na tasa wala mwenye kuharibu mimba. Inahitaji sasa ushahidi. Kwa hiyo nilichukue neno, nianze kuliamini neno 100%, lakini liendane na ushahidi, kwamba kama umeoa, kama umeolewa, utaanza ushahidi wa kwanza. Ndio pale unakuta mtu ananunua nguo ya mtoto, anaiweka pale, anamwambia Mungu asante kwa sababu mtoto anakuja. Imani inatakiwa iwe na ushahidi. Ushahidi ni kile hata ninachoongea. Unajua mimi nitajua wewe kama una imani kama kile unachokiongea kitaendana na kile na neno la Mungu. Kwa sababu kama ninamwamini Mungu kwa habari ya kazi, ni lazima ushahidi wangu wa maneno nikiri sawasawa na kile ninachokiamini. Ninamwamini Mungu kama asiyefanya kazi na asili, lazima nikiri na nifanye sawasawa na kile ambacho ninakiamini. Ni ushahidi. Ni wakati wa wewe kuanza kuchukua hatua ya imani katika ile eneo.